kulegea legea kama hivyo. Leticia, kwa hiyo leo mundani hatuli au? Na kuuliza wewe hatuli mwenzetu, maana unahamisha vitanda. Tulikuwa umelala kule ndani, umetoka umekuja kulala hapa. Unataka kila kitu sasa nikwambie. Kwamba muda wa kupika ndio umefika, uende ukapike chakula. Kwa hiyo wewe siku hizi hujui majukumu yako. Lakini nimeshakwambia kabisa kama umechoka kufanya kazi kwenye nyumba yangu, naomba ubebe vilago vyako uondoke nyumbani kwenu. Uende nyumbani kwenu, sikutaki hapo kwa sababu mimi sina hiyo kazi ya kuwa nafanya. Eti nafika asubuhi na kuamsha chemsha chai. Eti nafika mchana nakwambia upike chakula. Wewe kama nani kwenye nyumba yangu? Dada, kupika nitapika tu. Kwanza sasa hivi bado ni mapema kwa sababu sasa hivi ni saa 5. Afu nakumbuka mara mwisho ulisema kama tumekunywa chai nitaanza kupika saa 9. Kwa ndo maana nimetumia dawa, nimeamua kupumzika hapa angalau ifanye kazi. Mimi bado naumwa. Labda tu nikuulize swali. Hapa nyumbani kwangu umekuja kupumzika au umekuja kufanya kazi? Maana siku hizi unajipangia sana vitu vya kufanya. Eti upumzike kidogo, sijui umekunywa dawa. Sasa kuumwa kwako na kunywa kwako dawa, kuna nihusu nini mimi? Mimi ndo nikaanza kufanya majukumu yako au? Vipi kama nimeshabadilisha, sitaki kula saa 9, nataka kula sasa hivi. Nyanyuko kapike bwana. Dada, ungeniacha nipumzike kidogo. Mimi naumwa, taanguka, sina hata nguvu. Nimeshakwambia nyanyuka. Nyanyuka bwana. Mume wangu, naomba tu nisikilize kwa kweli, na naomba sana. Huyu binti simtaki humu ndani kwangu. Naomba aondoke aende nyumbani kwao. Kwa sababu sasa hivi kila kitu natakiwa nimuelekeze. Asubuhi nimwamsha apike chai, mchana nimwambie kupika chakula. Ina maana majukumu yake ameshayasahau kabisa. Mimi naomba aende nyumbani kwao, nitafute mdada mwingine wa kazi. Mimi nimeshamchoka kwa kweli. Wewe Janeti wewe, naomba unisikilize tena, unisikilize kwa makini sana. Hivi huyu mtu sasa nikwambia anaumwa huyu? Anyway, tusifaidishe watu. Leticia, utaenda kupika pale utakapokuwa sawa. Hivi una akili gani wewe? Nakuuliza, wewe una akili gani na una roho gani? Hivi unataka tuonekanaje kwenye hii jamii? Unataka tuonekane sisi kama ni watu ambao hatuna akili, si ndio? Watu wa uwaji, unataka tukafie jela, si ndio? Lakini mimi nimeshakwambia kabisa, kama pesa yake mlipe basi ya miezi 3 aondoke hapa nyumbani kwangu, kwa sababu mimi simtaki. Mtu mwenyewe ameshakuwa mvivu. Kama leo imagine, ameamka saa 3 na penyewe nimemwamsha akachemsha chai. Haya, usafi wenyewe ndo kama hivi, mazingira machafu, kafanya bra bra, yani ili mradi tu kafanya. Sasa kama kachoka kazi, si aondoke nyumbani kwao? Au mimi nimekosea kwenda kumwambia aende akapike chakula? Hivyo unaelewa unachokizungumza wewe? Wewe unajisikiliza kabisa unachokizungumza kina make sense? Yaani sasa hivi unamtesa mtoto wa watu. Watu wote mpaka naitwa na watu kisirisio, na naambia jinsi gani unamkosea huyu dada wa watu. Kama ulikuwa uwezi kumleta hapa dada wa kazi, kwa nini umemleta? Umemleta ili umtese? Unataka kumuua? Kwanza naomba unisikilize, kwa sababu naona kabisa hapa hatuelewani. Kisa tu yeye unasema si ni mgonjwa. Huyo haumwi kitu chochote, ni mzima wa afya kabisa. Hapo anaigiza tu. Hebu imagine kwanza, juzi nimetoka hapa asubuhi, nimemwacha mzima wa afya. Alafu nimerudi nimekaa almost masaa 3 si 4, hayupo. Kaja karudi eti anaumwa. Kwa kuumwa gani kama alikuwa na nguvu ya kwenda kuzulula? Au ana mimba? Au ana mimba yako labda? Kimya wewe mshenzi wewe. Hivi wewe una akili wewe? Yaani mtu umemleta wewe mwenyewe afu unaniambia ana mimba yako. Hivi una akili wewe? Nisikilize nikwambie. Kama umeshindwa kuishi na ubinti, mpatie fidia yake aondoke nyumbani kwao. Sitaki kesi. Sitaki kwenda kufungwa kwa kosa ambalo silijui. Wewe Janeti, kama umelogwa wewe, inabidi utafute mchungaji akuombee kabisa, kuombee ndo upone. Kwa sababu ilikuwa hakuna sababu yote ya kumleta dada wa kazi. Aliyekuwa unajua roho yako ni mbaya, huwezi ukaishi na mtu. Mtu kakwambia anaumwa, wewe unamlazimisha akafanye kazi. Na taarifa zako nimezipata. Tangu juzi nasikia unamnyanyasa, unamuhala si dada watu anaumwa. Hivi inakuwa ni aibu kiasi gani? Tunaonekana watu wawili tu. Umeleta mfanyakazi. Haya yote yanatokea kwa sababu wewe unashindwa kufanya majukumu yako. Na ndio maana sasa umeamua kwenda kutafuta mdada wa watu. Umemleta ili umnyanyase. Anaumwa. Wewe ndio mama yake kwa hapo, unashindwa kumuonesha ushirikiano, unamtesa. Kama saizi pale anakwambia anaumwa, unamnyanyua. Unataka mpeleke wapi wewe? Unataka ukamuue?
Kwa hiyo sasa Beni, unataka kuniambia umefikia hatua ya kuwa unatoka hapa nyumbani unasikiliza maneno ya watu na unanirudia hapo unanipiga? Ndio nimekupiga. Na nimekupiga kwa sababu hauna akili. Hata unachokizungumza ukifikiri. Hivi unajua wewe unachokizungumza kweli? Nisikilize. Sheria ni moja. Kama umeshindwa kuishi na ubinti wa watu, kakwambia anaumwa unataka kumuuia kwenye kazi, mwache aende kwao. Period. Mimi sijamfanyia. Hujamfanyia kati nakuta unafanya kitu cha hovyo pale unamtesa. Ulikuwa umtesi wewe? Mimi sijamfanyia. Lakini hapo mimi najua haumi, ndio maana namwambia akapike chakula. Lakini mume wangu naomba unisamehe. Wewe hakikisha unajali usalama mwenzako. Maisha ni fumbo kubwa sana, na unachokifanya leo kina tabia ya kwenda na kukurudia. Badilika. Shauri yako. Wewe kijana, samani mara moja, samani. Habari yako? Salama, vipi? Nisikilize vizuri wewe kaka. Najua mimi unifahamu, ila mimi nakufahamu. Ninachoomba unisaidie, achana na mdogo wangu. Ninaomba uachane na mdogo wangu kwa sababu unamtoa kwenye fokasi zake. Sawa? Unajua nimekaa hapa na kusikiliza mwanzo mwisho, lakini bado nimeshindwa kukuelewa. Nielekeze nijue mdogo wako yupi, kwa sababu mimi bado sijakuelewa kabisa. Uelewi? Kwa sababu una wapenzi wengi. Namzungumzia Jenita. Ninaomba achana na mdogo wangu kwa sababu sasa hivi alishakuwa kama chizi. Muda wote atakapoona simu yako tu hapakaliki, hapaliki, hapapikiki. Ninaomba unisaidie kitu kimoja. Achana na mdogo wangu, sitaki lawama na wewe. Hapo alipo ana mwanaume wake, wa marengo na anataka kumuoa. Kwa wewe unapomvuruga, brother, sitaki vurugu na wewe. Hivi sister, kati ya mimi na mdogo wako, nani ambaye anamsumbua mwenzake? Au nani ambaye anamtaka mwenzake? Mimi sina time na mdogo wako, yeye sema ndo king'anga, sio mimi. Kwa hiyo wewe mambo nadhani ungeenda kuzungumza naye yeye, sio mimi. Na mimi sihusiki kwenye hizo mambo. Yeye ndo king'anga, sio mimi. Kwa hiyo unaamua kunitusi? Yaani unaamua kabisa kunitusi? Hivi mwanamke na mwanaume anaamua kumng'ang'ania mwenzake ni nani? Wewe ni mwanaume. Unapoamua kusema sitaki, si wewe, hamna mtu anaweza kulazimisha. Kwa hiyo unavyosema kwamba mdogo wangu anakung'ang'ania wewe, ina maana unatutukana, si ndio? Sasa naomba nisikilize vizuri. Sitaki drama na wewe. Achana na mdogo wangu. Ndio. Basi sawa, nimekuelewa. Nikutakie mchana mwema. Sijui kwa special gani. Jitu lenyewe kaa kamba. Kwa hiyo lenyewe ndo linamng'ang'ania, si ndio? Vipi tena? Mbona sikuelewi? Yaani umekuja unapumua juu juu. Kulikoni? Nisikilize vizuri wewe Jeni. Hapa unavyoniona, nimetoka kukutana na huyo mpumbavu mwenzio. Huyo malaya mwenzio. Unamaanisha Kichinjile? Ulizani nimaanishe nani tena? Nisikilize vizuri Jeni. Nimeongea naye na kaniambia kwamba wewe ndo unamng'ang'ania. Yaani wewe ndo umekuwa king'anga. Yaani wewe ndio luba. Sasa nisikilize vizuri. Hakuna mwanamke yoyote anayemng'ang'ania mwanaume, ila wewe kwako imekuwa ni tofauti. Naomba unisikilize. Achana na huo mchongo unaoendelea nao. Paka mtu anaamua kuniambia kwamba hakutaki, wewe ndio unamng'ang'ania. Ni dhahiri shali wewe ndio unamng'ang'ania kweli. Dada na wewe naye, mbona unanishangaza? Yaani ujasiri umeutoa wapi kwenda kumfuata mtu tena mtoto wa kiume? Unaenda kumwambia eti achana na Jeni. Kweli?
Mbona unaleta utaratibu wa kizamani tena wa kizee ambao hata mama yetu hajawahi kuwa nao? Wa kizamani, wa kizee. Sasa wao wa kizee ndo nakuletea wewe. Acha kufosi mapenzi. Mtu anaposema hakutaki, unavung'ang'ania, unaonekana kama mpumbavu. Alafu, kwa nini umng'ang'anie yule mwanaume? Na yeye ameshakwambia kwamba hakutaki. Alafu, wewe kuna mwanaume anakupenda. Yupo tayari kufanya chochote kile unachokitaka. Lakini umekaa kumng'ang'ania huyo mara ya mwenzio. Sasa nisikilize vizuri. Kwa sababu wewe umeshakuwa shindikana. Ngoja aje akukutea kukukuta. Nipishe hapo. Tami, sorry. Usipite huko, unaona dada anafanya usafi. Sorry. Dada Janeti, hamna shida yoyote, anaweza kapita. Tami, pita tu hata usijali. Shemu, habari? Anyway. Tende. Okay, basi sawa. Wewe Janeti wewe. Imekwaje? Mbona umenizuia pale nisipite? Shida nini tena? Tami bwana. Kwa hiyo nataka kuniambia Beni ulikuwa hujamuona pale. Mimi nilikuzuia kwa sababu tu ya kujikosha ili mambo mengi yasitokee. Maana angeanza kuongea na mimi hicho kitu nilikuwa sitaki kabisa kitokee. Anyway. Vipi? Ukiangalia hali yake anaendeleaje tena? Hali yake kama unavyomuona. At least kidogo. Si unamuona anaweza hata kufanya kazi. Maana tulikuwa tushaanza kuvutana bala. Tena. Usiniambie Beni kashaanza kumkingia yule binti kifua wakati alikuwa hataki msichana tena. Ndio hivyo shoga yangu. Anamtetea kwa sababu si ndo ya ugonjwa, si ndo kwa sababu ya nini. Lakini tuachane nayo. Na hisi kichwa changu kinaniwasha sana. Tunaenda ndani basi kwa nifumue nywele. Sawa, twende. Keti! Niache! Mbona sikuelewi Kichinjile, una nini wewe? Yaani tokea tuko kwenye geto lako na kuongelesha au unanijibu shiti. Mbona sikuelewi? What's wrong with you? Nisikilize vizuri Jeni. Tena unitegee sikio kabisa. Ujumbe ambao umempelekea dada yako mimi ushanifikia. Wewe umemwambia dada yako kwamba mimi nakutakataka sana? Ushaenda kujisifia? Ushaenda kujigamba? Kosa langu mimi ni kukupenda wewe, si ndio? Dada yako mimi kaja kunielekeza kila kitu. Kaniambia kwamba nisikusumbue, nisio na kufuatafuata kama ulivyomwelekeza. Kwa hiyo mama, mimi nishajishukuru. Nishashukuru na moyo wangu. Bwana mamangu, fanya maisha yako, mimi nishajishukuru, nitafanya harakati zangu. Fanya harakati zako, nifanye harakati zangu basi. Kichinjile, mimi nimwambie dadangu aje kutukana wewe. Ile iweje? Kichinjile, mimi sijafanya hivyo, tafadhali naomba unielewe, nayo ni uongo. Siwezi kufanya hivyo Kichi. Nisikilize Jeni. Nishakuelekeza, ujumbe wako umenifikia. Na alichokiongea dada yako chote mimi nimeshakielewa. Wewe ushasema kwamba unahitaji kufanya maisha yako, ushasema kwamba mimi nakutakataka sana, kwamba mimi nakusumbua. Na mimi ujumbe wako nishauelewa Jeni. Halafu isitoshe kuna watu wangapi kwa nini dada yako nifuate mimi? Kwa nini dada yako nifuate mimi? Kashasema kwamba mimi nakusumbua, nikuache kwamba wewe ufanye maisha yako. Mimi nishakubali dada yangu. Nimekubali kufanya maisha yangu. Kichinjile mbupu mfupa, ambassador Afrika Mashariki na Kati, nadhalilishwa hadharani na dada yako. Unachukulia poa?
Ananichamba, ananichambia mimi umbea. Alafu sasa hivi nakuja nakwambia hapa unamkataa, nani unamkataa sister yako, si ndio? Nisikilize Jeni. Mimi nishamuelewa dada yako na nishauelewa. Yaani ujumbe wako umeshanifikia. Fanya maisha yako. Wewe uelewi kitu gani wewe? Kichinjili bwana, unanisingizia. Mimi siwezi kufanya hivyo. Sasa mimi nikufanya hivyo umenikosea nini? Na dadangu mimi sijaongea na chochote kile. Kichinjili tafadhali, usiamini maneno hayo. Mimi sijawahi kufanya hivyo. Afu nimtuma dada yangu aje kutukana ili iweje Kichinjili? Tafadhali naomba uniamini mimi. Potezea maneno. Mimi sijawahi kukaa chini niongee na dadangu aje kutukana wewe. Nisikilize wewe muhindi wa Kigoma mjini. Taarifa zako zote ninazo. Na kitu kingine sasa cha kufurahisha ambacho nimekipenda zaidi, yani ambacho kimeniuma, kimenichokonoa katikati ya moyo wangu, ambacho kinanifanya niumie zaidi. Dada yako ameniambia kwamba kuna mwanaume wako special ambaye uko tayari kuolewa naye, ambaye uko tayari kukutolea posta. Kwa hiyo sasa cha kufanya mamangu, mimi ambaye sina kitu kapuku, ambaye sina mbele wala nyuma, sieleweki, niache nifanye maisha yangu, nienda kaolewe na wewe mwanaume wako. Alafu kingine, Jeni, mbona uelewi? Kwanza mimi watu wafupi sio vitu vyangu mzee. Yaani watu wafupi mimi sio vitu vyangu kabisa. Mimi nina vitu vyangu. Mimi nikatae. Yani nikatae kama ulivyonikataa mbele ya dada yako. Kafanye maisha yako. Nenda kaolewe dadangu. Uelewe au? Kichi, unasema nini wewe? Yaani eti mwanaume wangu? Mimi na mwanaume gani zaidi yako wewe? Kichinjile, hakuna mwanaume yote naweza nikamruhusu akae kwenye mahusiano na mimi tofauti na wewe. Kichinjile, mimi nimeshacha wengi kwa ajili yako, afu unaniambia nini sasa? Mimi nakupenda wewe peke yako, usinifanyie hivyo tafadhali. Potezea maneno, dada ni mchonganishi. Sijafanya hivyo. Nisikilize Mbilikimo. Nadhani umeshanielewa. Sitaki kurudia mada hapa mtaani. Kuhusu kunipenda kampende mume wako ambaye anataka kutolea posa. Na ikatokea unaendelea kunipigia makelele hapa babani. Tutavunjana heshima. Fanya harakati zako. Tafadhali nisikilize. Niache bwana. Kichinji wewe. Kiti. Asa mimi kwa nini dada ananifanyia hivi? Mimi nimemkosea nini dada yangu? Mbona ananiharibia? Kwa nini? Kwa nini ananiharibia upendo wangu? Daepi, kumbe ni wewe? Ndiyo, ni mimi. Leticia, mbona umeshtuka sana hivyo? Hapana, mawazo yangu tu yalikuwa mbali. Karibu. Asante. Unaendeleaje lakini? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Wow, naona mgonjwa wangu sasa uko vizuri, sasa unadeki mwenyewe. Ni kweli namshukuru Mungu kwa sasa hivi naendelea vizuri. Yaani kiukweli niko poa sasa hivi. Na pia naomba nikushukuru sana dada Epi. Unajua bila wewe sijui hata ningekuwa wapi. Mimi nadhani hata ningekuwa nimekufa. Lakini nakushukuru sana, umenipeleka hospitali na kiukweli zile dawa ambazo alinipa daktari ni nzuri kwa sababu zimenifanya niwe na afya, yani mpaka sasa hivi niko sawa. Unaona? Yaani nimepona kabisa. Wow, nimefurahi sana kuona ukiwa unaendelea vizuri. Maana kiukweli hali niliyokukuta nayo ilikuwa inaogopesha sana. Ni kweli dada Epi. Lakini asante sana dada Epi. Hata hivyo nilikuwa na siku nzima jana sija kukuona. Nikaona leo siku isipite hivi bila kukuona wewe. Maana nilikuwa nimekumisi sana mgonjwa wangu. Hata mimi nimefurahi sana kukuona. Maana yake nilikuwa nimekumisi. Huwezi amini tangia jana na waza utakuja sijui lini. Yaani kikweli nilikuwa nimekumisi sana. Asante kwa kuja kuniona. Eti? Alafu kuna sehemu nilikuwa naenda. Nikaona nipitie matunda pale gengeni nikuletee mgonjwa wangu. Si unajua tena matunda huwa ni kama kinga ya mwili. Asante sana dada Epi. Mungu akubariki sana. Yaani kiukweli unanijali mpaka nasikia la. Janeti, karibu. Unanikaribisha mimi au mimi ndo nikukaribishe wewe? Karibu. Asante. Naona Mama Lisha unaendelea kugawa huduma. Safi sana. Janeti, kuna sehemu nilikuwa naenda. Nikaona nipitie gengeni nichukulie matunda mgonjwa wangu, nione naendeleaje. Kwa hiyo unataka kuniambia haukai hapa nyumbani unapita tu, si ndio? Mimi sikai kwa sababu ninawahi. Safi sana. Imekuwa vizuri kwa sababu hata mimi mwenyewe ni mguu wa kutoka huu. Kwa hiyo tunaweza tukaongozana.
Yaani unamaanisha kwa hiyo naona natoka? Yaani mimi na wewe tuongozane? Ya, natoka. Kwani kipi cha ajabu? Mbona kama umeshtuka? Hamna shida. Tunaweza tukaenda tu. Basi sawa, tuongozane.